Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Nikipende kuadibisha tena katika mfululizo wa masomo yetu ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Na ndugu mtazamaji, mtu anauliza swali kwamba ni dalili zipi ambazo zitanionyesha kwamba mimi nina mawe kwenye figo, hali maarufu kama kidney stones ama renal lithiasis. Ni dalili zipi ambazo utakutana nazo ukaamua kwenda kupima mawe kwenye figo na ukajua kabisa kwamba una tatizo hilo? Ingawa pia nitakuelekeza baadhi ya vipimo ambavyo vinatumika kupima ama kugundua kama una mawe kwenye figo hasa hospitalini. Dalili namba moja ni pamoja na maumivu makali ya nyonga na kiuno. Unaona, mtu anaweza kupata maumivu makali katika maeneo haya, hasa inaweza kashika hadi sehemu ya kinena kwa huku chini, tumbo lote, ili ukahisi maumivu makali, na maumivu makali upande moja, upande wa kiuno, ukawa unapata maumivu makali sana. Ukiona dalili hizi kama zitafululiza, basi ni vizuri ukafanya check up kubwa ili uweze kubaini kama una tatizo la figo ama la. Dalili namba mbili ni pamoja na maumivu makali wakati wa kukojoa ama kuhisi hali ya kuungua kwa mrija unaotoa mkojo kwenye kibofu kupeleka nje, hali maarufu kama urethra. Kama utahisi hiyo dalili ama unapata maumivu ama kuungua, kama vile una infection kali, una maambukizi makali, kama vile unajamiza gono ama UTI chronic urinary tract infection, basi ni vizuri ukapima ukabaini kama una mawe kwenye figo ama la. Na dalili nyingine ni pamoja na kukosa hamu ya kula pamoja na kichefuchefu, akashindwa hata kula. Lakini pia huyu mtu anaweza katokwa na jasho, anaweza katokwa na jasho jingi. Lakini pia mkojo inaweza kabadilika rangi, ikawa na rangi ya pinki, nyekundu ama kahawia. Hizi dalili sio nzuri sana. Usije ukachanganya na mtu mwenye tatizo la tezi dume. Mtu mwenye tatizo la tezi dume pia anaweza kahisi kizunguzungu, lakini pia mkojo wake unaweza kubadilika rangi, ikawa nyekundu kwa namna moja ama nyingine, yani kama mkojo wenye mchanganyiko wa damu. Kwa hivyo hii pia inaweza katokea hivyo. Hii inaonyesha kwamba tayari urethra au mrija unaotoa mkojo imekwanguliwa na mawe hizo ambazo zimetoka kwenye figo. Kwa hiyo zinakuwa zinanasanasa, zinaweza zikaathiri eneo hilo ama likapelekea jeraha kwenye urethra, na hivyo mkojo ule ukatoka na damu. Dalili nyingine pamoja na mkojo kuwa na harufu kali ama mawingu, tunaita cloud. Hii inaweza katokana na maambukizi kwenye njia ya mkojo pamoja na ongezeko la mawe katika njia ya mkojo ama urethra, na ikakupelekea tatizo kubwa. Kwa hiyo ukiona hizi dalili ni vizuri ukapima, pengine una mawe kwenye figo. Dalili nyingine ni pamoja na kukojoa mara kwa mara, frequent urination, ama kuhisi hali ya haraka ya kwenda kukojoa, lakini mkojo ukawa unatoka kidogo kidogo, sio mwingi sana, ukawa unatoka na mtiririko mdogo. Hii inaweza kaingiliana na tatizo la tezi dume, lakini vizuri ukapima ukajua kama una mawe kwenye figo. Dalili nyingine ni pamoja na kuhisi kutapika. Hii inaweza kutokana na ongezeko la maambukizi ama mawe kwenye figo. Muda mwingine unaweza kahisi homa ikiambatana na baridi kali, yani mwili unatetemeka hasa wakati wa jioni. Hii inaweza kaingiliana na mtu mwenye tatizo la PID ama na infection kali katika mfumo wa uzazi ama njia ya mkojo. Sasa kuna vipimo ambavyo unaweza kuvitumia au kaenda hospitalini wakakupima na wakabaini. Kwanza ni ultrasounds ya figo. Unaweza kufanya kipimo cha ultrasounds na wakagundua kama una mawe kwenye figo. Kipimo kingine ambacho pia ni nzuri, ambacho inaweza kabaini vizuri kama una mawe kwenye figo, ni pamoja na CT scan. Inaweza kagundua mara nyingi na baini vizuri sana. Lakini pia kuna kipimo kingine cha X-ray ya tumbo, ukagundua au wakajua kama una mawe kwenye figo ama kidney stones. Lakini kipimo kingine ni pamoja na urine test. Wanaweza kachukua mkojo then wakatesti, wakagundua na wakajua kama una mawe kwenye figo. Kwa kuweka figo zako kukaa vizuri kabisa, tafuta majani ya mchaichai. Unaweza ukachemsha bila kuweka chochote wala sukari, kwa sababu sukari sio nzuri sana kwa mtu mwenye shida ya figo. Unakunywa majani ya mchaichai, ni nzuri sana. Lakini pia unaweza ukachukua majani ya mstafeli, ni nzuri sana kwa figo. Na pia unaweza ukachukua majani ya matopetope, ni nzuri sana. Jamii za Nona Morikata ni nzuri sana kwa figo zako. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza dalili ambazo ukiziona pengine una mawe kwenye figo. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.